عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين وفضل خلق الله أجمعين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اليوم نواصل أن نتعلم الدرس الجديد في فعل مضارع يسمى فعل مضارع. تكلمنا في الزمان الماضي الأفعال. عندنا الثالث الأفعال فعل مضارع أمري وماضي، ولكن اليوم ممكن نتعلم فعل ماضي. نأتي في درسنا. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, leo tutaendelea kujifunza darasa letu la lugha ya Kiarabu katika nyakati za vitendo vilivyopita, fi'il madhi, vitendo vilivyopita. Hili ni darasa letu la kwanza. Darasa letu la kwanza tunajifunza fi'il madhi, maana yake vitendo vya wakati uliopita, lakini tutatumia viwakilishi ambavyo ni mudhakkar kwa ajili ya mwanaume tu basi. Hivyo basi tuende moja kwa moja katika darasa letu la fi'il madhi. Fi'il madhi maana yake nini? Ma huwa fi'il madhi? Ma huwa fi'il madhi? Fi'il madhi maana yake nini? Wakati uliopita, vitendo vya wakati uliopita maana yake nini? Waarabu wanatoa maana gani? Wanasema Waarabu, huwa fi'lu ni kitendo yadullu ala husuli, kinachojulisha juu ya kutokea amali kwa kitendo fi zamani al-madhi, fi zamani al-madhi, katika nyakati zilizopita. Kumbe huwa fi'lu ni kitendo kinachojulisha juu ya kutokea amali kwa kitendo fi zamani al-madhi, katika wakati uliopita, sivyo? Maana yake inamaanisha vitendo vyote wakati vinatokea vinakuwa katika wakati uliopita, yani wakati ambao ulikushafanyika tayari. Mfano, nikisema dhahaba maana yake amekwenda, sivyo? Maana yake alificha. Tabakha maana yake alipika. Fariha maana yake alifurahi. Lakini vyote hivi tunaona vilikuwa vimeshapita tayari, vimeshapita, vilifanyika katika wakati uliopita. Hivyo leo tutatumia viwakilishi vya karibu na viwakilishi vya mbali. Viwakilishi vya mbali ni vyuku, huwa, huma na hum, lakini viwakilishi vya karibu ni anta, antuma na antum. Hivyo basi nikisema huwa maana yake yeye, huma maana yake wao wawili wanaume, sivyo? Hum maana yake wao kuanzia watatu na kuendelea wanaume. Anta maana yake wewe, antuma maana yake nyinyi lakini mkiwa wawili, antum maana yake nyinyi mkiwa watatu na kuendelea. Hivyo basi nikisema dhahaba maana yake amekwenda, si ndivyo? Sasa nikisema huwa dhahaba maana yake yeye amekwenda, mwanaume huyo. Lakini nimekwambia kwamba hivi viwakilishi huwa, huma na hum ni viwakilishi ambavyo vinaashiria nini? Umbali. Maana yake nikisema huwa namaanisha yeye, namaanisha yuko mbali, si ndivyo? Kinaashiria umbali fulani, si ndivyo? Huma wao, nikisema wao namaanisha wa watu wako mbali kidogo. Lakini nikisema hum wao kwanza na kuendelea, na hii inamaanisha wako mbali kidogo. Lakini viwakilishi vya karibu ni anta, maana yake wewe. Nikishasema wewe maana yake inamaanisha uko karibu yangu. Lakini nikishasema antuma nyinyi, inamaanisha pia nyinyi mpo karibu yangu, maana yake nazungumza wenyewe. Lakini nikishasema antum maana yake nyinyi wanaume watatu na kuendelea, inamaanisha pia mpo karibu yangu, sivyo? Hivyo basi vipi tunaweza tukavitumia hivi viwakilishi katika mazungumzo ya wakati uliopita? Hivyo nikianza hapa, huwa maana yake yeye, nikisema huwa dhahaba maana yake yeye amekwenda, tafsiria yeye amekwenda. Kwa hiyo nikisema aina musaddaqa, iko wapi musaddaqa? Utasema huwa dhahaba, yeye amekwenda, si ndivyo? Kuelekea wapi hiyo utajaza mwenyewe, si ndivyo? Kwa hiyo huwa dhahaba, yeye amekwenda. Lakini wakiwa wawili wanaume, si ndivyo? Nitasema huma
dhahaba maana yake wao walikwenda, si ndivyo? Huma dhahaba, wao walikwenda, wakiwa wanaume watatu na kuendelea walikwenda, tunasema hum dhahabu, maana yake wao walikwenda, si ndivyo? Hum dhahabu, wao walikwenda katika wakati uliopita. Je, nikitaka kusema wewe ulikwenda, si ndivyo, au umekwenda, nasemaje? Nasema anta dhahabta, maana yake wewe ulikwenda. Anta dhahabta, wewe ulikwenda, si ndivyo? Je, mkishakuwa wawili, nyinyi wawili mlikwenda, nasemaje? Nataka kusema nyinyi wawili mlikwenda, nasemaje? Utasema antuma dhahabtuma, antuma dhahabtuma, maana yake nyinyi mlikwenda. Je, mkiwa nyinyi wengi, kuanzia watatu na kuendelea, mkiwa wengi, nataka kuambia nyinyi mlikwenda, utasemaje? Utasema antum dhahabtum, antum dhahabtum, maana yake nyinyi mlikwenda wengi, si ndivyo? Tukija katika mfano wa kitendo cha pili, tumesema nini mfano wa kitendo cha pili? Manaa. Manaa maana yake ameficha, si ndivyo? Ameficha maana yake. Kwa hiyo nikisema huwa manaa, maana yake yeye ameficha. Huwa manaa, yeye ameficha, si ndivyo? Lakini watu wawili wameficha katika wakati uliopita au walificha, nitasemaje? Nitasema huma manaa, maana yake wao walificha. Huma manaa, maana yake wao walificha. Je, wakiwa wafichaji walikuwa wao watatu na kuendelea, si ndivyo? Wameficha, nitasemaje? Nitasema hum manaa, maana yake wao walificha. Iwa usukuni ndio inaonyesha kwamba wafichaji wangapi? Wengi. Lakini hii alfu sakna ndio inaonyesha ambao wafichaji wangapi? Wawili, si ndivyo? Nikitaka kusema wewe umeficha, nitasemaje? Nitasema anta mana'ata, anta mana'ata, manake wewe ulificha. Anta mana'ata, wewe ulificha. Ya, nikitaka kusema nyinyi wawili mlificha, si ndio? Nitasemaje? Nitasema antuma mana'atuma, manake nyinyi mlificha. Antuma mana'atuma, manake nyinyi mlificha, si ndivyo? Ya, nikitaka kusema nyinyi wengi, si ndivyo? Nyinyi wengi mlificha, nitasemaje? Nitasema antum mana'atum, antum mana'atum, manake nyinyi mlificha, si ndivyo? Si ndivyo? Tukitumia mfano wa kitendo cha tatu, tabakha. Tabakha maana yake amepika. Tabakha maana yake amepika. Kwa maana hiyo nikisema huwa tabakha, maana yake yeye amepika. Huwa tabakha, yeye amepika au alipika. Nikitaka kusema wao wawili wamepika, si ndivyo? Nitasemaje? Lakini kumbuka nikisema huwa tabakha, yeye amepika, lakini tafsiri yake kwamba mpikaji ni mwanaume wala sio mwanamke. Huwa tabakha, yeye amepika, maana yake aliyepika ni nani? Ni mwanaume, kwa sababu hivi vitendo ni kwa ajili ya nini? Lil mudhakkar, kwa ajili ya mwanaume basi. Kwa hiyo wakiwa wawili wapikaji wanaume, nitasema huma tabakha, maana yake wao walipika. Huma tabakha, wao walipika. Wakiwa wapikaji wengi, nitasemaje? Nitasemaje? Hum tabakhu, maana yake wao wengi walipika. Hum tabakhu, maana yake wao walipika. Je, nikitaka kusema wewe ulipika katika wakati uliopita, nitasemaje? Nitasema anta tabakhta, anta tabakhta, kama ilivyokuwa anta dhahabta, anta mana'ata, anta tabakhta, maana yake wewe ulipika. Antuma, nyinyi wawili, tabakhtuma, antuma tabakhtuma, maana yake nyinyi wawili mfanya nini? Mlipika, si ndivyo? Antum tabakhtum, antum tabakhtum, maana yake nyinyi mfanya nini? Mlipika. Antum tabakhtum, maana yake nyinyi mlipika, si ndivyo? Lakini vyote vitendo hivi vyote viko katika nyakati zilizopita, si ndivyo? Kwa maana hiyo msingi wa darasa letu la lugha ya Kiarabu, lugha ya Kiarabu kwa njia tunayofundisha sisi inaanzia hapa. Maana yake ili ni darasa letu la kwanza. Maana yake darasa hili la kwanza lisikilize vizuri, ifanyie kazi, kisha tutaendelea na darasa letu la ngapi? La pili.
katika nini, katika lugha ya Kiarabu. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.